Habari ya wakati huu, ni katika wakati mwingine tena kwenye kipindi ambapo tunaenda kujifunza kuhusiana na Java control statements, ikiwa ni katika safari ya kujifunza Java programming language kwa ajili ya kujiandaa kufanya development ya softwares. Kabla sijakuelekeza chochote kuhusiana na Java control statements, nitaenda kuelezea mambo machache hapa ambayo naweza kukusaidia huko mbeleni unapokuwa unatafuta materials zingine za Java, au unapokuwa unajifunza kuhusiana na vipindi ambavyo utajifunza huko mbele. Ndio nikueleza kitu kimoja kwamba Java compiler yenyewe ina execute code kwa kutoka juu kuelekea chini, na statements zote zinakuwa executed kulingana na order. Kwa mfano kama mstari wa kwanza, kuna mstari wa pili, kuna mstari wa tatu. Kwa sasa nasema kwamba ina execute kuanzia juu, maana yake itaanzia huko kwenye namba moja, itakuwa inashuka chini direction hii hapa. Ndio Java compiler inapokuwa ina execute code zako, na kwenye order haiwezi kaanza na huu mstari, haiwezi kaanza na mstari namba 3, itaanza na mstari namba 1, ndio itakuja namba 2, itakuja namba 3. Ndio nakwambia inakuja kwenye order. Na Java lugha ya program ya Java yenyewe imekuja na statements ambazo zinaweza zikatumika ku control inaweza kusema flow, inaweza kusema flow ya code, yani Java lugha ya program ya Java yenyewe ina namna ya kucontrol jinsi ya programu yako itakapokuwa inaenenda. Naweza sema jinsi ya control, ndio hizo leo tunajua kujifunza baadhi ya control statements. Na hizo statement ambazo zina control mtiririko wa kodi za Java ambayo huitwa control flow statement. Na hiki ni kipengele muhimu sana katika lugha ya program ya Java, na kitu ambacho kitakusaidia wewe kuandika kodi za Java vizuri na kwenye mpangilio mzuri ambao unapendeza kwa mtu yote wewe. Na Java yenyewe ina aina 3 za flow statements ambazo tutaziangazia hapa. Tutaenda kuangalia hizi na aina 3 za control statements kwa Java. Aina hii ya kwanza inaitwa decision making control statement, ya pili inaitwa loops statement, nyingine inaitwa jump statements. Tukienda kuangalia kwanza decision making, yenyewe kuna kipengele cha if statement na kuna kipengele cha switch statement. Tutaenda kujifunza dakika kidogo zinazokuja hapo. Lakini ukija kuangalia kwenye loop statement, tutajifunza while loop, tutajifunza do while loop, tutajifunza for loop. Kitu cha nne tutajifunza next loop. Kwa hiyo tukaangalie, tukafungue IDE yetu ili tuendelee kuandika hizo code, tuendelee kujifunza kwa vitendo. Katika video iliyopita tuliangalia jinsi ya kutengeneza project mpya kwenye NetBeans. Tuliangalia jinsi ya kuinstall NetBeans. Kwa hiyo mimi kwanza nishaelekeza kwenye vipindi vilivyopita. Tayari nita create class ambayo tutatumia kujifunzia control statement. Nitakuja hivyo naandika control statement. Ta create class yangu hapa. Tayari nimesha create class yangu hapa. Na Java kwenye control statements kuna kitu cha Java conditions. Afu hapa Java huwa inaruhusu kutumia logical conditions za kawaida za kwenye hesabu. Tulikuwa nimeshajifunza kuhusiana na operators hapo. Kwa ninavyosema logical condition, mtu anakuwa anaelewa. Ninavyosema logical ni kama vile tunatumia zile logical operators. Logical condition ni zile hali za mantiki za kawaida kama za kwenye hesabu, kama vile kuna ile alama kubwa kuliko, ndogo kulipo,
labda ni kubwa au ni sawa na, au ni ndogo au ni sawa na, au sawa sawa na, au sio sawa na. Unaweza kutumia hizo logical condition kufanya vitu mbalimbali kutokana na maamuzi fulani kwenye programu yako. Na vile vile Java ina condition statement. Ina condition statement kadhaa. Kwenye Java hapa kwenye control statement utajifunza kuhusiana na if. Utajifunza kuhusiana na if statement ambayo hapo huwa ni specify block ya code ambayo inatakiwa kufanywa kazi kama specified condition ni kweli. Ikiwa condition ambayo inakuwa imesema ni kweli, basi block ya code ambayo inakuwa imetajwa pale inakuwa inafanywa kazi. Na kwa hiyo kama kitu tutaangalia hapo kwenye mfano halisi, nitakuelekeza na syntax yake. Lakini hiyo tutaangalia kitu inaitwa else. Else yenyewe huwa ina specify block ya code ambayo inakuwa inatakiwa kufanywa kazi kama condition ya code ya kwanza sio sahihi. Tutaangalia matumizi yake sekunde kadhaa zijazo. Vile kuna if, else if. Hii hapa inatoka ku specify condition mpya ambayo ambayo yenyewe itaangalia ikiwa condition ya kwanza sio kweli. Na vile kuna switch ambayo tutaangalia hapo mbeleni nao yenyewe inatumika ku specify block mbadala za kodi ambazo zinatakiwa kufanywa kazi. Tukianza na if statement, tutatumia if statement ku specify block ya kodi za Java zinatakiwa kufanywa kazi kama condition ni kweli. Syntax yake tutakuja tunaandika hapa syntax. Tutaandika hapa syntax. Tusipoweka comment, alama za comment hapa ita compile ya. Kwa naandika hapa syntax yake. Taandika hapa syntax yake. Hebu niweke kwenye mabano. Niweke kwenye multiple line comment ili tuweze kuona vizuri. Nilikuwa nishafundisha habari ya comment kwenye kipindi kilichopita. Kwa naposema multiple line comment mtu anakuwa anaelewa. Kama unakuwa uelewi, basi inabidi ufuatilie vipindi vilivyopita, kipindi cha kwanza. Hapa naenda kuandika if statement. If statement na ndio syntax yake. Ndio syntax yake, syntax. Yenyewe inakuwaje hii? Hii hapa inakuwa kwa mfumo hapa. Naanza na if, nakuja mabano ya kufungua, unaandika conditions. Hapa ndio inakaa condition yako, unafunga mabano, unaandika callbase. Alafu hapa ndio inakaa block ya code yako sasa. Hapa inakaa block ya code ambayo tunaizungumzia hapa, kwa block ya code ambayo itakuwa executed kama condition ni kweli. Yenyewe itakuwa executed kama condition ni kweli, itakaa hapo. Kisha baada ya hapo unafunga kodi zako. Na ndio uzingatie ikitokea umeandika if statement kwa herufi kubwa, compiler itaania. Yaani if statement hii hapa wewe kaiandika if. Hii hapa ita run error. Unataka kuzingatia hichi kitu. Ukiandika if kwa herufi kubwa, compiler itaania. Kwa hiyo hii hapa ni if ya herufi ndogo, ndio uzingatie. Tutazame mfano hapa. Tutazame mfano kupitia syntax yetu. Kwa mfano tukaandika if. Kitu kingine ambacho tutakuwa kuzingatia hapo awali ni kuambia kwamba Java program inakuwa na class, lakini kwa wakati wa kujifunza tunakuwa na main method ambayo ndio tunatumia kufanyia kila kitu. Kwa hapa nitakuja nitaandika main method yangu ndani ya hii class, public static void main. Kama uelewi hapa nafanya vitu gani, utakuwa ufuatilie kwenye kipindi kilichopita. Kipindi cha awali kabisa utajifunza kuhusiana na hii hapa main method. Umesahau kitu gani, itabidi ufuatilie. Kwa kodi zote nitakuja kuziandikia hapa. Kwa hiyo hapa nitakuja naandika if, tunafuata syntax yetu. If naweka mabano, hapa kwenye mabano ndio naweka condition. Kwenye condition hapa tumezungumza kitu kimoja kwamba Java control statement yenyewe inatumika logical za kawaida kwenye hesabu. Kwa mfano tunaweza kusema, je, 20 ni kubwa kwa 3? Condition yetu hii. Tunakuja tucheki hapa, tutakuwa tuprint kama ni kweli, tuprint matokeo yake.
if 20 ni kubwa kwa 3, tunataka kufanyaje? Tunaandika system.out.print kama kawaida tu, kama nilivyofundisha huko. Naandika condition kweli. Kwa hiyo kama programu yako itaangalia kwamba kama kweli 20 ni kubwa kwa 3, itakuja kuprint ya maneno hapo. Hebu tujaribishe kurani programu yetu tuone kama inafanya kazi. Kama kawaida tunakuja kurani programu yetu, unakuja una right click kwenye Java file yako hapo. Kisha kwanza kabisa una save programu yako, unakuja na right click hapo, una run file. Unakuja tuna run file yetu. Build successful, condition hii ni kweli. Kwa hiyo hapa ndio kitu ambacho nilikuwa nakuelekeza. Hiki ndio kitu ambacho nilikuwa nakuelekeza kwamba hii hapa ni block ya code. Hii hapa ni block ya code kama statement hapa ni kweli. Kwa wake sasa hata kwa kia kawaida tu ya mimi na wewe kwamba 20 ni kubwa kwa 3. Hivyo sasa itaprint hii statement. Tuangalie mfano mwingine hapa. Tuangalie mfano mwingine if tuseme kwamba labda int y tukishajifunza kuhusiana na variable huko. Hiyo int y sasa na 12 terminate int ile pale ni x, hapa ni y sasa na 15 terminate. Nataka tu check if statement if x ni kubwa if y ni kubwa kwa x. Unaweza kaandika hapa nika system.out.print nacho kufundisha hapa, nitakuwa uzingatie. Nacho kufundisha hapa, nitakuwa usiishie hapa. Nitakuwa uingie kwenye Google, uingie kwenye YouTube, uende ukafuatilia kuhusiana na control statement. Na hiyo hapa leo jifunza control statement na if statement. Tutajifunza vitu vingine kuhusiana kwa mbele. Lakini ndio ukafuatilia kuhusiana na if statement inasemaje. Je, wanaeleza kitu ninachokieleza hapa? Uende huko kaongeza ufahamu. Kwa sababu ni utakapokuwa unafanya development utakuwa unahitaji sana ujuzi wa Java. Hususan hapa tumetarget ni kujifunza mobile app development na web development. Sio kwenye Java tu, hata programming language zingine huwa zina namna yake ya kucontrol code zake. Hizi control statement huwa zipo karibia kwenye kila programming language zote zenye nguvu huwa zina control statement. Kwa hapo nakuja naweka ni query kama y itakuwa ni kubwa kwa x. Kama y itakuwa ni kubwa kwa x, basi itaandika ni query y ni kubwa kwa x, kama hivyo hapo. Tuanze program yetu run file. Ni kweli ukiangalia hapa kwenye sehemu ya condition hapa, ukiangalia katika mfano wa pili tumetumia variable x na variable ya y kujaribisha kama y ni kubwa kwa x, na kwa kutumia operator ambayo tumejifunza huko awali operator na ndio matumizi yake. Miongoni mwa matumizi yake tumetumia operator ya kubwa kuliko, kama unavyoona tumetumia operator ya kubwa kuliko, na hata hapa tulitumia kubwa kuliko.
na kama ilivyo y imekuwa ni kubwa kwa x, basi tumepata majibu ambayo imeprint kwamba ni kweli y ni kubwa kwa x, ndio maana tumepata haya majibu. Tukija kwenye kipengele cha else statement, tunatumia else ku specify block ya code ambayo itafanywa kazi ikiwa condition sio kweli. Hebu tuangalie syntax yake. Nitaenda kuandika hapa syntax yake. Nitakuja nitaandika mabano haya multiple line comment. Nitakuja nitaandika hapa syntax inaitwa else statement. Else statement na hii ndio syntax yake. Syntax inakuwa if, hapo inakuwa condition kama kawaida, condition kama kawaida, hapo kama kawaida inakaa condition ya code, inakaa block ya code ikiwa condition ni kweli. Ikiwa condition ni kweli itakaa block ya code. Vipi kama condition sio kweli? Hapa ndio inakuja habari ya else. Else inakaa wapi? Inakuja kukaa hapa if. Unaongeza mabano haya hapa calibres. Unaongeza mstari, unakuja unaandika kodi zako hapa katikati. Hapa inakaa block ya code. Hapa inakaa block ya code ikiwa condition sio sahihi. Condition sio sahihi. Hapo ndio inakaa block ya code. Hii ni syntax tu. Tuweze kuangalia mfano. Tukaangalia mfano hapa chini. Nitakuja tuweka kazi yetu hapa, tunaandika hapa mfano. Hizi kwa tumeandika sehemu ambazo sio sahihi. Nitakuja tazihamisha, tazileta hapa. Yes. Kwa hapa kodi zetu tutaandika hapa chini. Ndani ya main method, hakikisha unaandika ndani ya main method. Kumbuka hii bano huku chini linafunga class, ili bano hapa linafunga main method. Kwa hiyo ndani ya main method ni hapa katikati, juu ya hili bano hili la pili. Kwa tutakuja taandika hapa mfano wetu mwingine hapa, nitakuja taandika int number 10 equals 10 sasa 20 terminate. Takuja taandika statement yako hapa, condition yako hapa, condition. Takuja taandika time. Takuja taandika time labda ni ndogo kwa 18. Ili iwe mzuri kwenye programming, hakikisha hapa tunafanya kama tunacheza chess. Kitu cha muhimu kwa wakati huu inakuwa ni kufanya kama ninavyofanya. Kwa mfano kama hapa ni kirani kwenye majibu, nitakuwa na hivyo rani aje majibu. Kadri unapokuwa unajifunza vipindi vingi vya style hiyo, itakuja kwenye development unajikuta hii unaelewa concept ya hivi vitu. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya kila kitu. Kwa sababu kisha kwanza development itakuwa inakusumbua. Unakuta baadhi ya vitu ulipuzia inakuwa changamoto. Ulikuwa huwezi hata kulani if statement hizi condition na majibu yakaja kama ninapokuja kwenye compiler yangu au kwenye ID yangu. Kwa hiyo ndio kuzingatia kile unachokifanya na wewe mwenyewe kwa upande wako, tuweze kuja kwenye, hata kama ni kidogo, hata kama unaona umekielewa sana, lakini jaribu kukifanya. Jaribu kuandika hata kwenye daftari, kisha copy kwenye ID yako, ujaribishe kufanya. System, tunaandika hapa system.out.print. Kama ni kweli itakuja na print hapa. Itakuja ita print hapa kwamba mimi naandika kwamba hii ni kweli. Kama ni kweli itakuja inaandika hapa hii ni kweli. Hii ni kweli. Vipi kama sio kweli? Kama sio kweli tutakuja kama ninavyotuelekeza syntax.
Kama sio kweli itakuja hapa, nitaandika hapa, nitaandika kitu gani? Nitaandika system dot out dot print. Taandika hii sio kweli, sio kweli, sio kweli. Tasave program yangu. Hebu nijaribishe kulani, naomba ni comment hizi huku juu ili zisilete mchanganyiko. Hizi hapa nitazicomment isi zikakuchanganya hapa. Nitakuja nitaani programu yangu, je itakulaje kwa hicho kilichokiandika hapa. Save, nitakuja kwenye file yangu, nitarun file, tena nikakuja kitu gani, build successful, na hapa imekuja hii sio kweli. Ukija kuangalia hapa hata kwenye akili yetu ya kawaida 10 sasa na 20, hii hapa ni 18 na tumeandika hapa kwamba time ni ndogo kwa 18, kitu ambacho sio sahihi. Je, ingekuwa ni kweli hapo imekuja? Kwa mfano kama hapa nikabadilisha nikaweka 118 afu nikalani programu yangu, uone kitakachokuja. Kwa hii hapa ndugu yangu ni kama yani hapa rafiki yangu hapa, hii hapa ni kama akili sasa. Yenyewe inatambua, inapima tu vitu viwili, inakupa majibu kama ulivyoona. Hii ni kweli. Ni kweli kwamba 20 ni ndogo kwa 118 kama tulivyoandika hapa. Ukiweka moja ukalani, basi ukiweka 18 ukalani, basi itabaki vile vile kama unavyoona. Kama unavyoona inaandika tena hii sio kweli. Ni kweli 20 sio ndogo kwa 18. Kwa hiyo haiwezi kuwa kweli, imeandika sio kweli. Kitu kingine ambacho tutaangalia hapa, tutaangalia if statement. Kuna kitu kingine kinaitwa if. Tukuja na comment hizi hapa, tuangalie kitu kingine hapa. Tutakuja taandika comment multiple line comment kwa ajili ya kuandika maelezo ya kinachotaka kujifunza. Tunatumia if statement ku specify condition mpya ikiwa condition ya kwanza sio kweli. Kumbuka hapa tunakuwa na condition moja. Condition ya kwanza tunakuwa na condition moja tu. Hapo kwenye if statement tunakuwa na condition moja tu. Tutakuwa na condition moja. Kwenye if statement. Kwa hiyo if statement tunakuwa na condition zaidi ya moja. Hebu tuangalie hapa syntax yake. Hapa tuna specify condition mpya ikiwa condition ya kwanza sio kweli. Syntax yake inaenda kama hivi. Andike hapa if syntax syntax yake ipoje? Syntax if syntax yake inakuwa syntax yake inakuwa hivi. Condition kama kawaida, condition kama hivi. Kama hapa inakaa hii hapa ni condition ya kwanza. Kumbuka hapa tunajifunza kwamba tutaspeify condition mpya ikiwa condition ya kwanza sio sahihi. Kwa hapa kama kawaida itakaa block ya code. Hapa inakaa block za code. Block ya code. Kama unataka kuhusiana na block ya code, kuna kipengele inaitwa Java scope. Scopes ni Java. Hata ukigugu hapo utaona inaelezea kitu gani. Ukisema block ya code inamaanisha kitu gani. Block ya code hapa ita execute block ya code ikiwa condition ya kwanza ni sahihi. Ya kwanza ni kweli. Hapa inakuja kitu gani? Hapa inakuja if. Tuna specify condition mpya ikiwa ya kwanza sio sahihi. If kwenye Java tunaandika kwa mfumo huu hapa. Inakuja inakuwa tena mabano kama hivi.
condition hii inakuwa condition ya pili mpya. Sasa hii ndio condition mpya ambayo tunazungumzia hapa. Inakaa kitu kia block ya code kama condition ya kwanza sio sahihi. Hapa inakuwa condition ya inakaa ni block ya code kama condition ya kwanza sio sahihi. Kama condition moja hii hapa sio sahihi, basi itakuja ita execute hiki hapa. Kinachofuata ni kitu gani kingine? Hapa inakuja kukaa else. Else inafanya kazi gani hapa? Kama hivi hapa. Else hapa inafanya kazi moja ya code kama condition na condition. Hapa inakaa block ya code. Hapa inakaa block ya code ikiwa condition 1, condition ya kwanza, condition moja na condition mbili sio sahihi. Ndio kinachokaa hapa. Hebu tuangalie mfano. Tuangalie mfano. Hata hiyo nikuja safi. Hapa nakuja ndaweka hapa kasa yangu, nitaacha mstari hapa ili tuandike kodi zetu. Tutakuja na nitaweka int time ile sana. Sasa 20. Nakuja ndaandika if, naandika statement yangu time ndogo kwa 18. Nitakuja ndaandika kodi zangu hapa. Kuja naandika kodi yangu system dot out dot print print 20 ni ndogo kwa 18 kama inavyotuelekeza syntax yetu. Hapa inakaa else if, inakaa condition mpya. Condition mpya tunaandikaje? Tunasema time kwa condition moja hapo inakuja inakaa callbase system dot out dot print hapo inakaa 20 ndogo kwa 21. Kitu kingine cha mwisho hapa ni else. Hapa ikae condition tunakaa tu callbase. Inakuja callbase inakuja ambayo itaandika hapa print hapa amna sahihi, iliyo sahihi sahihi. Hebu tuangalie. Nafikiri umeshanielewa kwa tunachojaribu kufanya. Kumbuka hichi kipindi kinatoka kwenye kitabu ambao ni material yangu ya kufundisha japo programu yangu hii. Kitabu hiki huwa nakiuza kwa shilingi za Kitanzania shilingi 10,000. Kitabu na kitabu nakipata ukishafanya muamala kwenye namba ambayo nakuwa nimeelekeza, ambao hata kwenye video mwishoni itakuwepo.
Ukisha kuwa umefanya malipo kwenye hiyo namba, basi unatumia kwenye WhatsApp kitabu kwa ikiwa kwa njia ya PDF. Unakuwa unakipiga picha. Kwa hiyo masomo zote hapa na kufundisha zinatoka kwenye kitabu. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na notes ya kitabu hicho ili kuangalia nini tunazungumzia hapa, sababu kuna maelekezo na mifano hii tunakuwa tunaifanya hapa. Kama nitakuja na save, nitakuja ndani project hapa. Kinachohusiana na kitabu ni ID kama hii hapa. Hapa tunafanya kwa vitendo. Build successful. Condition ambayo ni kweli. Ukija kuangalia yes. Imekuja na print kwamba shuleni ni ndogo kwa 21 ambayo ni hii hapa. Kwa hiyo programu yako imekuja kuangalia, je, hii condition ni kweli? Ikakuta hii condition sio kweli. 20 haiwezi kuwa ndogo kwa 18, ikaachana na hii hapa. Ikaachana hii statement. Ikaja kaangalia condition ya pili. Condition ya pili ikaja kuangalia, je, 20 ni ndogo kwa 21? Ikakuta ni kweli. Na ilipokuta ni kweli ikakuletea majibu kama hapa. 20 ni ndogo kwa 21. Vipi kama na hii haiendani? Labda hapo niweke nibakize hii moja. Save off kisha ni run, save product controls run file. Tuangalie hii inakujaje. Hii inakujaje? Build successful. Habari ya wakati huo hamna iliyo sahihi. Hapa nimekuja kuangalia condition ya kwanza. 20 ni ndogo kwa 18, kitu ambacho sio kweli. Ikaachana nayo. Ikaja bwana else if 20 ni ndogo kwa 1, kitu ambacho sio kweli. Ikaja ikaachana na hii hapa. Ikaja kaangalia ya mwisho ambayo ni ya kutamatisha. Ikaja kupitia kitu kama hiki hapa. Ndio hiyo ndio else if statement. Tuje tujifunze kitu kingine hapa. Tuje tuangalie kitu kingine hapa. Tujifunze kitu kingine hapa ambacho kitakuwa ni cha mwisho kwenye kipindi cha leo. Kwenye kipindi ya leo hapa itakuwa ni kipengele ya mwisho. Sasa baada ya kuwa kuna if statement, kuna teknolojia ambayo imekuja kuingia kurahisisha hayo masuala, ambayo sasa hapa tunaiangalia kwamba kuna if ya switch statements kwenye condition ambazo zinafanya maamuzi. Switch statement inafanya kazi gani? Hapo tunatumia switch statement kuchagua block ya kodi ambayo tutakuwa tunaitaka ifanyie kazi, yani executed kutoka kwenye block za kodi nyingi. Hapo tunachagua kwenye block za kodi zinakuwa nyingi, lakini sasa tunachagua block ya kodi moja ambayo tunataka ifanyie kazi. Syntax yake sasa, hapo tunajifunza habari ya, nitakuja ndaandika matline comment kama kawaida. Matline comment hapa tunajifunza Java switch. Tunajifunza Java switch statement. Java switch statement. Hapa tunajifunza kipengele gani? Hapa tunakuja tuangalia syntax yake. Angalia syntax yake hapa. Syntax yake ni kama ifuatavyo. Kuna switch that humu ndani kwenye mabara safari hamna condition, kuna expression. Sasa tutakuwa ujue tu kama ni expression, maana ukijaribu kuchimba kiundani utajikuta umezama kwenye kitu ambacho hakitakusaidia chochote. Kwa saizi hapa haiwezi kukusaidia chochote, hizi kwa mantiki yote. Jua tu kama ni expression. Kwenye mabara ya switch statement inakaa expression, alafu humu ndani kunakuwa na case. Inakuwa case hapa inakuwepo case, kwa mfano case x, kisha inafuata block ya kodi. Block gani ya kodi ifanywe kazi? Kama x namna ndio inayotakiwa, block ya kodi inakuwepo hapa. Baada ya hapo kinachofuata kitu gani? Inakaa neno break. Hii kuna keyword hapa inaitwa break, unaiweka, lazima uweke, lazima ufuate kama wanavyokuambia. Kunakuwa na case nyingine, case y semicolon, block ya kodi inakaa hapa kama kawaida. Kisha inakaa break.
hivyo hivyo, lakini mwishoni kabisa zinakuwa nyingi, mwishoni kabisa nakuja kuna kitu kinaitwa default. Vipi kama hamna kinachotakiwa? Kuna default case, kuna default ambayo inakuja kuwa executed mwishoni kabisa, kinakuwa na keyword ya default, lakini hapo unaweka block ya kodi yako. Hebu tuangalie mwishoni kabisa, unakuja unafunga mabano haya. Kumbuka tuliyofungua, lazima tuyafunge hapa. Tuje tuangalie sasa uhalisia kwenye programu inafanyaje kazi. Tunaangalia kwa kupitia mfano. Kabla ya mfano inafanyaje kazi, hii hapa concept. Switch unayoiona hapo, switch. Hii switch. Hii switch unayoiona, switch inakuwa evaluated kwanza, yani hapa expression hapo, na thamani iliyoko kwenye expression yako hapa inaenda kufananishwa na kwenye value zote ambazo inaenda kufananishwa na hizo zote. Kwenye hizo value, kwa mfano kesi itakuja kufananishwa na hii hapa, itakuja kufananishwa na hii hapa. Ikiwa value ya hapa ikafanana na hapa, basi block ya code itakuwa executed. Ikiwa value ambayo imepatikana hapa ikafanana na case y, basi hii hapa block ya code itakuwa executed. Ikiwa value ya hapa itafanana chochote hapa katikati, basi itakuja itaprint default case hapa chini. Hivyo ndivyo inafanya kazi. Tuangalie mfano. Tutakuja kuandika hapa, ikiwa syntax yetu tunaacha mfano tutaandika hapa. Kwa mfano tutakuja naandika int day sasa 4. Nakuja tunaandika switch expression yetu ni day ambayo ina value ya 4. Kama kawaida hapo inakuwa ni case 1. Case 1 ni kitu gani? Case 1 tunaandika system siku ya 4. Hapo tunatafuta siku ya 4 inaitwaje? Siku ya kwanza, case 1, siku ya kwanza inaitwa Jumatatu. Terminate, kisha kama kawaida, kama syntax inavyotueleza kwamba hapo inakuwa ikae break keyword break. Inakuja case ya pili, case 2 system. Kuanzisha kazi hapa tutakuja tutacopy control C. Utacopy hapa, control V una paste. Siku ya pili huwa inaitwa siku gani? Jumanne. Kama kawaida hapa inakaa break keyword. Hapa kuna case 3. Case inakuja inakaa ina paste. Case 3 ni Jumatano. Nakaa break. Okay. Kurahisisha kazi sasa tutakuwa tuandike siku zote za wiki. Tutakuja nda copy hapa. Angalia sio mvivu kama mimi. Mimi nakuja hapa na copy. Nakuja hapa 4. 5 ya 6. Okay, ya 3 ni Jumatano. Yana ni Alhamisi, si ndivyo? Sinaandika hivyo. Alhamisi. Ya 5 ni Ijumaa. Sinaandika hivyo. Ya 6 ni Jumamosi. Ya 7 tumalizia hapa. Case
7 siku 7 za wiki. Inakuwa ni system dot out dot print login. Jumapili break nakosea sasa ni colon yenyewe au hivyo kunakuwa na default case hapa yenyewe itakuja ita system out dot print hapa na kitu gani hapo, naika amna chaguo save. Hicho nilichokuwa nakuelekeza. Kwa hiyo kitakachofanyika hapa, tumesha initialize hapa kwamba sisi tunataka siku ya 4, tujue siku ya 4 ni siku gani, siku ya 4. Kwa hiyo tukija switch hapa day hapa tunajua ni value ya 4. Itakuja itaangalia hapa, hii hapa ni 4. Ikija ya kwanza hii hapa sio 4, hii hapa ni 2 sio 4, hapa ni 3 sio 4, hii hapa ni 4 kama hii hapa 4. Kwa hiyo itakuja ita evaluate hii hapa. Tunategemea program yetu ita print Alhamisi. Ndio tunategemea program yetu ita print kutokana na kwamba hapa value yetu ni 4. Itapiga kuprint hapa Alhamisi. Kwa utasave project yako Control S. Itakuja na run file. Tuone kinakuja kitu gani. Je, itakuja kitu unachotarajia? Build successful na imeprint Alhamisi. Unaweza kubadilisha hapa kwenye 4. Unaweza kubadilisha hapa kwenye 4. Ukaweka 3 ukijaribu kuweka 3 itakuonyesha Jumatano. Let's see. Hapa itakuja hapa run file. Ukija run file itakuja na kuonyesha Jumatano. Ili somo linalofunza control flow hapa kwenye Java ni somo la muhimu sana. Nimekufundisha hapa kwa lugha ya Kiswahili, lakini unapokuwa unajifunza programming hautakuta mahali amekuelekeza Kiswahili kizuri kama cha kwao. Kwa hiyo hichi Kiswahili changu kitumie kikurahisishie kuangalia tutorial nyingine huko za lugha nyingine za duniani huko. Kwa sababu maarifa ya Java alianzisha na watu, sio mimi. Mimi nimesoma, nikagombea, nikapata uwezo wa kukufundisha. Na unapokuwa uchukue maarifa uende ukafuatilia zaidi. Usitegemee kile ambacho nakuelekeza hapa kama ndio kitakusaidia siku zote za maisha yako. Lazima utumie hichi ninachokuelekeza hapa kwenda kuangalia kwenye dunia nyingine huko ya Java programming. Hapo ukiangalia hapa kwenye program hapa tuna expression ambayo ni day, lakini tuna hapa ka keyword hapa. Tuna keyword imeandikwa break keyword. Hii hapa Java program ikifikia lengo, kwa mfano kama imeshafikia lengo kwamba ni 4. Kutokana hapa kuna keyword hii hapa ya break. Hii hapa ina break program yako. Haiendelee huku. Inazipuzia za huku inakuja kukuprintia hii kichopo saizi inachana nazo zingine. Kwa hiyo ndio inafanya kazi. Default keyword yenyewe itakuja kuchagua hapa kama nitakwambia. Kwa mfano kama hapa tukisema tuweke 8 hapa, hakuna case ambayo ina 8. Kwa hiyo itakuja kuprint default case. Hii default case itaprint kitu ambacho labda akipo kwenye programu yako hapo kwenye hizo ama switch inayoendana na ile value yako ile ya kwanza. Kwa hiyo itakuja ita execute kama ilivyoona imeandika build successful. Hapa hamna chaguo kwa sababu tumeandika 8 na kesi zetu inaishia 7. Kwa hiyo kesi ya 8 hapo kaweka kitu chako itakuja print kesi ya 8. Na ndio concept ambayo tunamaliza nayo. Kipindi kinachokuja tutakuja kujifunza habari ya loops. Tumemaliza kuhusiana na decision making statement, if statement, tumemaliza kuhusiana na switch statement. Kipengele kinachofuata tutakuja kujifunza kuhusiana na loops statement. Kwa wakati tayari kama mkao kuwa tutakuja kujifunza kuhusiana
tukuje kujifunza kuhusiana na hichi kitu. Tutakuja kujifunza kuhusiana na hichi kitu kwa undani kabisa, tunaangalia nafanyaje kazi. Hakikisha ukijifunza kwa lugha ya Kiswahili kama hivi hapa. Mimi najitahidi kukufungia dunia ya ajabu ya programming kwa lugha ya Kiswahili. Najitahidi na pambana kwa sababu hakuna mahali utakuta amekutafsiria Kiswahili ninachokueleza mimi. Kwa hiyo Kiswahili unakitumia kwenda kufuatilia vizuri kwenye vyanzo vingine. Kama unakuwa hujui vyanzo vingine, nitumie message kwenye namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu 0682 32 98 mwisho 52 mwisho 52. Sijui kuandika vizuri, tanwia wazi. Ni 9. Ukiandika vizuri hapo mwishoni hapo utaona inapita hapo namba ya simu. Kama unakuwa hujui ni chanzo gani unaweza kujifunza jambo programming language, chanzo ambacho kitakuelekeza vizuri kabisa, nitumie ujumbe kwenye hii namba au niandikie sema yote ambayo utapata mawasiliano yangu. Mimi nitapata ujumbe wako, nitakujibu kwenye muda. Sijai kuacha kujibu ujumbe wa mtu. Mimi nataka tukutane kwenye kipindi kingine katika hili somo loop statement. Tutakuja kuangalia loop statement ni vitu gani. Tutaangalia na vitu vingine kama tutakavyokuwa nimeelekeza kwenye kipindi kinachokuja. Mimi nikutakia wakati mwema, tukutane kwenye kipindi kinachokuja. Asante.